Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai kuwa siku imekuanzia salama na ubuheri wa afya. Karibu kwenye taarifa za sasa, mie kwa jina ni Jillian Kerubo. Kabla ya matumbo kupiga kelele tumboni, huu ndo mtasari wa leo. Maandalizi ya TMI yenyewe, hitimisho la TMI na hatimaye kizaazaa Nyamaharaga. Usidondoshe macho, karibu. Ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2021. Wananyamaharaga pamoja na wananyang'iti walifurahi sana kupita kiasi. Kwa mfano, ndoto yao ilikuwa imetimia kiwapo Emily Otieno alifurahi sana hadi roho yake karibu kupasuka. Kweli tumshukuru Mwenyezi kwa kazi alifanya, japokuwa tulishuku kuwa haitakuwa kwa sababu ya ugonjwa unaomiliki akili za wanadamu sasa, ila Mwenyezi katusimamia na kutunyoshia mkono wake wa rehema. Siku ya Jumapili ilipoanza kwa rehema za Mwenyezi, watu walimiminika kama nywele kichwani na kuifungua TMI rasmi kwa nyimbo kemkem na hata kuzihimiza roho za Wakristo katika neno la Bwana. Mafunzo yalikuwa ya kufana sana, ambapo mengi yalifunzwa na Wakristo kujulia hali ya maisha. Kwa mfano, kwenye sekta ya familia ni kuwa unapojinunulia suti kama mwanamume, unamkumbuka pia mkeo na kumnunulia ili unapopendeza popote pale, yeye pia anatabasamu la mwaka kuwa hata yeye anapendeza, sio kuwa anaparara kama nguruwe aliyochoka na maisha. Kikubwa zaidi ni kuwa watu walijifunza kumtegemea Bwana, japokuwa wachungaji wengi wamerudia mara kwa mara kama kwa Nyamaharaga South inavyoimba kwamba wengi wanakimbilia kwa ganga lakini wao wanamkimbilia Mwenyezi. Tunaomba kwamba isikwe kwamba wanaimba hivyo, ila kinyume wao ndio wanaitambua majina na makao ya waganga karibu wote nchini. Nikitamatishia kwenye sekta ya kizaazaa nyang'iti, siku ya Jumapili ambapo TMI ilianza rasmi, mshiriki mmoja almaarufu Lucy Nyaboke alikuwa kwenye duka lake. Kijana John Marube alipita na kumshtua anaketi ilhali TMI imeanza. Alikuwa akivipa viatu vya muuzaji mmoja na bila kugundua aliondoka nje akiwa amevaa kingine kina kisigino kirefu na ingine ndara yake ya kawaida. Mwenye viatu alipomfuata nyuma alishtukia shafika mbali kwa kuwa alikimbia kama panya anayefukuzwa na paka. Wakati wa mafundisho ya familia ambapo kulitajwa kuwa mwanamume anapaswa kumnunulia mkewe hata yeboyebo, Elder Victor Nyamweya alionekana akimwangalia ubavu wake na kutikisa kichwa, ishara ya kuwa anafanya kazi nzuri. Bila kumsahau Profesa naye alimwambia mkewe kwenye rununu kuwa usijali nishanunua, bila kumweleza zaidi. Bila kumsahau ndugu yetu Nemuel Michira akimwangalia mkewe kajuju na kumwambia hapo sawa, akionyesha kidole cha gomba. Nyumbani mwake David Otieno, mkewe Emily alionekana kivyosha miwani yake kwa omo ya poa na dodoki ya gunia. Alipouliza sababu alisema kuwa TMI imekaribia na anataka kupendeza. Mchungaji wetu almaarufu Nehemia Mbani alimechi kwenye gwaride baada ya watafuta njia, ishara kupunguza utambi. Hatukuelewa kama ni utambi wa kuhorea kando au sovu, ila basi tu. Wana mitambo almaarufu John Ondieki na Charles Marwa walionekana wakiguna mchungaji kwa kuwa na kumfuata mienendo yake ya miguu kwa kusema kuwa huyo anaanguka, lakini kwa mshangao wao ni kuwa hakuanguka bali kuwa imara. Heko kwake. Shukrani kwa wageni wetu walioacha kazi zao na kujiunga nasi kwenye TMI, akiwapo Pastor Pr Ondari, Moses Muita, Nehemia Mbani, Joseph Mogaka na wengine. Mungu awajazie rehema zake. Je, wajua kuwa neno takatifu la Biblia lililoandikwa na Bwana mwenyewe huwa linampa mtu nguvu na matumaini anapokata tamaa kuliko neno la rafiki kuwa itakuwa tu sawa? Thibitisha na fungu kutoka Mathayo 7:7. Tafakari hilo ni la babu. Ningependa kutamatishia hapo na huo ndo mwisho wa habari za sasa. Kwa taarifa zaidi, tembelea kwenye mtandao wetu wa Facebook ni BBC Swahili, kwenye Twitter @BBC Swahili, kwenye tovuti www.bbcswahili.com. Nambari arafa kwa mazungumzo nasi ni 21002 au jiunge nami kwenye mtandao wa Facebook ni Jillian Kerubo, kwenye Instagram ni Jillian Kerubo. Hadi tutakapokutana tena kwa majaliwa ya Mwenyezi, ni kwa jina ni Jillian Kerubo. Kwa heri.